Muulizaji anasema, ikiwa mwanamke mwari amezaa nje ya ndoa kisha mtoto akapewa mtu awe kama wake amlee, yupo nje ya nchi, na kufanya hivyo ni kwa sababu ya kuficha siri ili watu wasijue, lakini huyo mtoto sasa ameshakuwa mkubwa na bado hakuhadithiwa chochote, hamjui mama yake. Je, wazazi wa mtoto watakuwa na jukumu gani kwa kesi hiyo? Jawabu, hapana shaka kwamba zinaa ni katika makosa makubwa ambayo iwapo mtu hakutubia toba ya kweli iliyokamilika masharti yake, basi anatarajiwa kuangamia katika moto wa jahannam waliyadhu billah, kama ilivyokuja ndani ya Qur'ani na vile vile katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini toba haishurutishwi kwamba mtu lazima ajitangaze au ajipeleke panapopo husika katika hukumu ili apitishiwe hukumu ya kisheria. Haina lazima, anaweza kutubu baina yake na Mwenyezi Mungu maadamu hakujulikana na watu, akatubu toba ya kweli na akastaghfiru Mwenyezi Mungu na akazimia kutorejea tena kosa hili na akajuta, basi Mwenyezi Mungu anampokelea toba yake. Si lazima akapigwe mawe kama ni mwari au ni mjane mwanamume ambaye hajawahi kuoa, au na kusudia akapigwa viboko 100 ikiwa ni mwari au mwanamume mjane ambaye hakuwahi kuoa, au kupigwa mawe mpaka kufa ikiwa amewahi kuoa au kuolewa. Si lazima hivyo. Ikiwa hakujulikana, anaweza kutubu baina yake na Mwenyezi Mungu, na kama toba yake ni ya kweli, imekamilika masharti, basi Mwenyezi Mungu ameahidi kupokea toba na kusamehe makosa. Sasa ikiwa kama ilivyokuja katika swala, mwanamke huyo amepata ujauzito na amejifungua mtoto kutokana na kosa hili la uzinifu, basi huyo mtoto anakuwa ni wa mama yake, hanasibishwi na huyo aliyosababisha kuzaliwa huyo mtoto. Kwa maana huyo mwanamume ambaye ndiye ambaye amezini na huyo mwanamke hapewi huyu mtoto nasaba yake kabisa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alwaladu lilfirashi walilahir alhajar, mtoto anasibishwa na tandiko la ndoa au tandiko la mwenye haki ya kulala na huyo mwanamke. Kwa maana zamani ilikuwepo masuria, wanawake ambao wamemilikiwa, au mwanamke ambaye mtu kamuoa. Bila shaka yule mwenye tandiko la ndoa ni mume au ni bwana wa huyo suria ambaye amemiliki, kama ilivyokuwa wakati wa zamani ilipokuwepo utumwa. Lakini yule mzinifu ndo al-ahir, lakini jiwe, na kama tulivyosema inaambiwa maana yake kwamba yeye hatopata kitu, na maana nyingine kwamba atapigwa mawe kwa sababu yeye ni mzinifu. Ingawa yule ambaye hakuoa hapigwi mawe, anapigwa viboko, lakini wamesema imetajwa lile lilokuwa zito zaidi katika adhabu ili kuzidi kumtisha mtu kulikaribia kosa hili. Kwa hiyo hapewi nasab kabisa. Maana kusema hivyo ni kwamba hili swala kwamba wazazi wake, je, watakuwa na jukumu gani hapa? Mzazi ambaye huyu mtoto ananasibishwa kwake ni mama tu, lakini yule mwanamume hanasibishwi kabisa naye huyu mtoto. Na kwa hivyo wanavyosema ulama, mtoto huyu hata katika jina basi anaweza kuitwa Fulan bin Abdullah, yani akachaguliwa yale majina ambayo yana ungana baina mja na Mwenyezi Mungu, yani mja wa Mwenyezi Mungu kama Abdullah, au Abdurrahman mja wa Arrahman, au Abdul Aziz mja wa wal Aziz, na mfano wa hayo. Vile vile katika fatwa ya mufti wetu wa Oman Sheikhna al-Khalili hafidhahu Allah raa,
amesema anaweza kuitwa vile vile fulan bin abihi, yani fulan mtoto wa baba yake, kwa maana baba yake hajulikani ni nani. Kwa hivyo hanasibishwi na baba maalumu, anaambiwa tu mtoto huyu ni fulan, mtoto wa baba yake au bin baba yake. Kwa hivyo hilo vile vile linafanyika katika kumuita huyu mtoto, lakini hanasibishwi na yule ambaye amezini na mama yake. Na kwa maana hiyo huyu mtoto akiwa ananasibishwa na mama yake kwamba fulan, anaweza kaambiwa bin ummihi, akaitwa kwa jina la mama yake. Yani mtoto mfano wa fulana akatajwa jina la mama yake bila kutajwa baba, au akatajwa kama mtoto baba yake, au fulan bin Abdullah bin Abdulaziz bin Abdurrahman, yoyote katika hayo inawezekana, lakini hakusudiwi mtu maalumu, ili awe ana jina lilokuwa lina nasaba bila kuwa nasaba ili ni maalumu ambayo inajulikana. Na hilo ni kwa sababu mtoto nasabu yake kwa upande wa mume wa mama yake, kwa upande wa mama yake inathibiti, na ikithibiti nasabu yake kwa upande wa mama yake, na hapo tunakusudia kwamba yeye uhusiano wake na mama yake unakubalika kisheria. Na kwa hiyo ikiwa ana ndugu kwa mama, atakuwa ndugu zake kwa mama, na ndugu wa mama yake wanakuwa yeye ni wajomba zake na khalo zake, na hivyo hivyo wale ubakia katika unamkhusu mama unamkhusu yeye vile vile. Na kwa ajili hiyo panakuwa pana marithiano baina yake na mama yake na wale ambao wanamkhusu mama yake ambao anaweza kurithiana nao. Hapa linabainika kosa la kumwachia mtoto huyo bila kumjua mama yake na nasaba yake kwa upande wa mama, kwa sababu itakuwa umemnyima hiyo nasaba ya mama ambayo inathibitishwa kisheria, na vile vile unamnyima hata haki ya mirathi ya kurithiana yeye na mama yake pamoja na wale ambao angerithiana nao katika waliohusiana na mama yake. Kwa hiyo kufanya hivyo ilivyotajwa, kwa maana mtoto huyo kupewa mtu mwingine bila kutajua mama yake, na kufanywa huyo aliopewa kama ni mtoto wake, hilo ni kosa la pili ambalo analifanya huyo mwanamke alikuwa kaingia katika kosa la uzinifu. Itakuwa ni kosa la pili kubwa amelifanya hilo. Kwa hiyo hana budi atubie na kosa hili vile vile, na huyo mtoto amrudishe, awe naye na mwambie kama yeye ndio mama yake. Si lazima akiri wazi wazi kama amefanya kosa la zinaa. Anaweza kusema maneno ambayo yanaashiria kwamba pamepitikana kosa fulani ndio yeye akazaliwa, bila kutaja wazi wazi kama ni uzinifu. Kwa sababu inawezekana mwanamke kuwa mpaka bakwa kwa mfano, au imetokezea kosa la kuingiliwa usingizini na mtu kumdhania mkewe, na mfano haya ambayo yanatajwa katika vitabu vya fiqh, lakini bila kutaja wazi wazi, iwe anamwashiria kwamba pana kosa litokezea ndo akazaliwa, bila kukiri wazi wazi kwamba amefanya kosa la uzinifu. Lakini asimharamishie nasabu yake, yani asimnyime nasabu yake kwa upande wa mama, akamnyima vile vile haki nyinginezo, mfano mirathi na mengineyo. Kwa hivyo wanatakiwa tubie makosa yote mawili, na katika ukamilifu wa toba yake kwa kosa hili la pili anatakiwa amrudishe mtoto yule kwake na mjuvie kwamba yeye ndiye mama yake, ikiwa anamjua. Lakini kama ndio alimtupa, kama mfano hao waliyadhu billah wanakwenda wakijifungua hospitali halafu wakakimbia wakaacha watoto, ikiwa mtoto yule kitenda kishapewa mtu mwingine wala hamjui nani aliyepewa, basi katika hali kama hii anatakiwa awe anaitakidi katika nafsi yake kwamba kimjua siku yote atamchukua mwenyewe mwanawe. Asipomjua basi asa Mwenyezi Mungu akamsamehe, kwa vile katubia toba kweli na hakuweza kumjua tena mwanawe, na Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu isipokuwa lile ambalo analiweza.
Kwa hiyo ikiwa hakuweza kabisa kumpata wala kumjua alipo, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Asa inshallah kama toba yake itakuwa imekamilika, kwa sababu hilo litakuwa halimu katika uwezo wake. Lakini kama anamjua, anatakiwa amrudishe kwake na amjulishe kwamba yeye ndiye mama yake, bila ya haja ya kukiri waziwazi kama anatokana na kosa la uzinifu. Wallahu a'lam.